Katika kijiji kimoja cha mbali kulikuwa na kijana mnyenyekevu na mwaminifu aliyeitwa Ramesh. Kazi yake ilikuwa kubeba maji kutoka mtoni na kuyapeleka kwa watu mjini. Ingawa alikuwa maskini, Ramesh alikuwa na moyo wa dhahabu. Kila siku alitabasamu, alisaidia maskini na hakuwahi kusema uongo hata mara moja. Siku moja, mfalme wa nchi hiyo alikuwa akitembea kwa siri mitaani ili kujua hali halisi ya raia wake. Alipokutana na Ramesh akibeba ndoo zake za maji, huku akiwapa watoto wa mitaani maji ya kunywa bila malipo, aliguswa sana. Alimuuliza jina lake, na baada ya kusikia jinsi alivyokuwa mwaminifu na mchapakazi, mfalme aliamua kumleta Ramesh ikulu. Kuanzia leo, alisema mfalme, wewe utakuwa msambazaji rasmi wa maji wa familia ya kifalme. Watu wengi walifurahia uamuzi huo, ila si wote. Waziri mkuu, ambaye alikuwa na moyo wa wivu na kiburi, alianza kumchukia Ramesh. Aliona kama nafasi yake iko hatarini, kwa sababu mfalme alianza kumpenda sana kijana huyo. Kwa hiyo, waziri alibuni mpango wa kumharibia Ramesh jina. Alificha mkufu wa kifalme uliopotea kwenye nyumba ya Ramesh, kisha akaita walinzi. Ramesh ni mwizi, alipiga kelele. Mkufu wa kifalme umeonekana nyumbani kwake. Walinzi walifika na kweli wakaukuta mkufu huo. Ramesh alishtuka sana. Sijawahi hata kuuona mkufu huu, alilia, machozi yakimtoka. Sijawahi hata kufikiria kuiba. Lakini ushahidi uliowekwa mbele ya mfalme. Kwa masikitiko, mfalme alimwambia Ramesh, kama ni kweli uliiba, adhabu ni kali, lakini kwa sababu nimekufahamu kama mtu mwaminifu, nitakuamini kama utasema ukweli sasa hivi. Ramesh alinyamaza, akainama, kisha akasema kwa sauti ya upole, sikufanya kosa hili. Hili si kosa langu. Ukweli ndio silaha yangu pekee. Mfalme aliamua kufanya uchunguzi zaidi. Alimwamuru mchunguzi maalumu achunguze tukio hilo kwa kina. Baada ya siku 3, iligundika kuwa mjumbe wa waziri mkuu alionekana akitoka kwenye nyumba ya Ramesh usiku wa kuamkia tukio. Mambo yalipochunguzwa zaidi, ilibainika wazi kwamba waziri ndiye aliyepanga njama hiyo. Mfalme aliingiwa na hasira. Waziri alifukuzwa kazi na kufungwa kwa kosa la uongo na uhasidi. Ramesh alirudishwa kazini na kupewa heshima ya juu zaidi kama msimamizi mkuu wa huduma za watu wa chini. Funzo kutoka kwa hadithi hii: uaminifu huzaa heshima na haki. Wivu na uongo hujiletea maangamizi. Ukweli unaweza kuchelewa kushinda, lakini mwisho hushinda daima. Kama unataka kuishi kwa amani, sema ukweli, fanya kweli na kuwa kweli. Kama unapenda hadithi tamu kama hizi, tafadhali niunge mkono kwa kusubscribe na kubonyeza kengele hapo juu. Hivi ndivyo unavyoweza kuwa wa kwanza kuzitazama kila zinapotoka. Mchango wako ni nguvu yangu, na bila wewe safari hii haiwezi kuwa ya maana. Asante kwa kuwa sehemu ya familia yetu ya hadithi.